40 kwa ajili ya maombi pamoja na semina. Tumemwomba Mungu vitu vingi. Tumeomba vitu vingi, lakini kinachotakiwa ni imani. Sema imani. Imani ndio inayotakiwa. Kwa sababu tumeomba vingi, tumeomba, lakini kinachotakiwa ni imani. Kuwa vyote tulivyoviomba vimekuwa kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda kujifunza kwa habari ya imani. Watu wengi wamezoea neno la imani, wanalichukulia kwa namna tofauti, lakini leo Mungu anataka atufundishe kwa namna nyingine. Nimekuja kujifunza, naomba na wewe jifunze. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza tukafunga siku 40, lakini pasipo imani hatutaona matokeo. Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza tukamlilia Mungu sana, tunaweza tukamwomba Mungu sana, lakini pasipo imani ni bure. Bwana Yesu asifiwe. Naomba soma kitabu cha Ibrania 11 mstari wa kwanza. Naomba nisome mstari wa 1 tu. Ibrania 11:1 nasoma katika jina la Yesu. Amen. Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Imani ni kuwa na uhakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Imani ni kuwa na uhakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Katika siku 40 tumemwomba Mungu vitu vingi sana ambavyo hatujaviona, lakini tunavitarajia kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tumeomba vitu vingi sana katika siku hizi. Hatujafikia 40 lakini tunaziendea. Tumemwomba Mungu. Tumemwomba Mungu kwa imani. Tunaamini itakuwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tutembee na imani. Bwana Yesu asifiwe. Mtu mwenye aliyejaa misuri ya imani ana uhakika. Ukisoma 6 inasema kuwa lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Na kila amwendeaye Mungu lazima amini kuwa yeye yupo, na yeye wapa thawabu wale wamtafutao. Bwana Yesu asifiwe. Kuna muda tunaweza tukawa tumeokoka na tunaomba, lakini hatuna imani na Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza tukawa tunaamini kuwa Mungu kuna mambo anafanya, kuna mambo haya unakuwa na wasiwasi, lakini kwenye 6 anasema kila mtu anayeamini lazima aamini kuwa Mungu yupo na yeye wapa thawabu. Ndani ya siku 40 tumemwomba Mungu, tumemlilia Mungu, tunaamini kuwa yupo, lazima atatupa thawabu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima tuwe na uhakika na Mungu wetu. Tusije kanisani lakini hatuna uhakika na huyu mtu tunayemtumikia. Bwana Yesu asifiwe. Tunapokuja kanisani lazima tuwe na imani. Kwanza lazima tuwe na imani na mtu ambaye tunamtumikia, ambaye ni Yesu Kristo. Kuwa anaweza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu anaweza. Yaani tuwe na imani kuwa anaweza. Ukisoma ile 11 inasema kuwa Sara kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, Sara alipata mtoto. Haikuwa rahisi kwa akili za kibinadamu, lakini alikuwa na imani, akaamini kuwa inakuwa. Ukisoma ile 29 inasema
imeandikwa kuwa kwa imani hata kuta za Yeriko zilianguka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa imani tu kuta za Yeriko zilianguka. Kwa imani unaweza ukapitia jaribu, lakini kupitia imani jaribu likatoka. Bwana Yesu asifiwe. Imani ni jawabu la mambo. Imani ni kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Sio rahisi. Yaani bila kufanya nini? Imani tu inang'oa milima. Imani tu inaondoa kila kitu. Unajua tunaingia na kutoka, tunafika mahali mchungaji ukiwa na washirika wenye imani, maombi yako yatakuwa marahisi. Yaani tukiwa na imani kanisa, tutamsaidia hata mchungaji namna ya kumlilia Mungu. Kwa sababu gani? Kwa imani kila jambo linaondoka. Kuna muda utakuta mtu unasali. Bwana Yesu asifiwe. Mtu unasali. Tunapitia mengi, tunapitia magumu. Kuna muda mtu unaacha kuangalia Yesu, unaanza kulitazama hata jaribu lako. Leo tunajifunza kuwa hata ungepita pembamba, kinachotakiwa ni imani. Kinachotakiwa ni imani. Hata ungepitia majaribu, sema haya majaribu, mimi sitazami majaribu, namtazama Mungu wangu. Namtazama Mungu wangu. Namtazama Yesu. Maana ndo aliyeruhusu haya. Kwa hiyo mimi sina muda kuangalia majaribu. Ninamwangalia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunapozungumza kuna muda unaweza ukapita. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukapita. Paka mtu, unajua mtu mwingine tunazoongea kwamba kuna muda unaweza ukapita. Sio muda wa kuangalia tatizo, muangalie Mungu. Yaani hata ukipita kwenye pembamba vipi, wewe mtazame tu Mungu. Acha kuangalia tatizo. Tatizo likija, sema wewe tatizo, sikuangalii wewe. Ninamtazama Yesu aliyekufa mara moja msalabani, aliyekufa kwa ajili yangu, aliyemaliza yote. Tatizo sikuangalii. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Imani. Imani. Kuna muda yaani watu wa Mungu tupo hivi tulivyo kwa sababu kuna mambo tumemwekea Mungu mipaka. Kwamba hili anaweza, hili hawezi. Hivi hata hili, lakini tuna uhakika na Mungu wetu. Tuna uhakika na Mungu wetu. Hata tungepita, lakini lazima tufike ng'ambo. Kwa imani, kwa imani, kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unajua mtu ukiwa na imani inaleta furaha sana. Inaleta raha sana. Kwa sababu gani? Kuna muda tunasali, lakini kuna vitu tunashindwa kuvifikia kwa sababu imani yetu ni ndogo. Tuna imani ndogo. Ndio maana tunashindwa kufika mahali. Tumemwekea Mungu mipaka. Lakini mwaka huu wengi wametabiri mwaka mgumu. Sijui mwaka umefanyeje. Mwaka huu kwa imani ndio mwaka tutakaomuona Mungu. Wengi wanatabiri kwamba huu mwaka ni mwaka wa mbona mpaka yani mwaka huu ndio mwaka wa kumuona Mungu. Ndio Mungu aliyetukusudia. Wengi watashuhudia matendo, ila inatakiwa uwe na imani. Imani ndio inatakiwa ichukue. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma Ebrania 10:38 inasema hivi, lakini mwenye haki ataishi kwa imani yake. Lakini Bwana hapendezwi na mtu mwenye roho ya kusita. Bwana Yesu asifiwe. Kuna muda yani sisi inatakiwa tuishi kwa imani. Inatakiwa kwanza kila anayeamini anaishi kwa imani. Maisha ya mlokole ni imani. Hakuna mlokole mwenye uhakika. Sisi tunaishi kwa imani. Ndio maana tukiamini kuwa imekuwa inakuwa. Tukiamini kwamba kesho yetu iko hivi inakuwa. Kwa nini? Imani. Tunaenenda kwa imani, si kwa kuona. Bwana Yesu asifiwe. Walokole tunaishi kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Kuna muda tunafika tunatindika, imani zetu zinatindika. Yaani tunatindika. Lakini nataka nikukumbushe jioni ya leo kwamba waenda mbinguni hatutindiki.
Yesu asifiwe. Ukisoma ile 34B inasemaje? Inasema walio dhaifu wanapata nguvu na tunashinda vita kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Kuna muda jambo linaweza likaja linakupa udhaifu, lakini kwa imani walio dhaifu wanapata nguvu na sisi tunashinda vita kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Imani, tunazungumza habari ya imani. Tunazungumza habari ya imani. Tumemuomba Mungu sana, lakini kinachotakiwa ni imani. Unaweza ukaomba hapa ukawa unatoka hapo tayari unakutana na habari nyingine. Unapotembea, unapokuwa wapi, simama na neno la imani. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma Habakuki 2:4b imeandikwa kuwa mwenye haki ataishi kwa imani yake. Ataishi kwa imani yake. Ninalipenda sana hilo neno. Maana kule kwa Ebrania imesema ataishi kwa imani, lakini kwa Habakuki akaongezea neno imani yake. Maana kwa kana kwamba mimi nitaishi kwa imani yangu na wewe utaishi kwa imani yako. Leo beba imani, tembea nayo. Ona kana kwamba yote yamekuwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hutaishi, yani ninachomshukuru Mungu. Wengine wangesema tutaishi kwa imani za wazazi wetu, sijui ingekuwaje. Maana wazazi tunawajua wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Wangesema sijui tutaishi kwa imani za ndugu zetu ama familia zetu, tunazijua. Lakini tunashukuru kwa hili. Kila mtu ataishi kwa imani yake mwenyewe. Sasa ni wewe, imani yako ikoje? Inakupa kufeli? Inakupa kushindwa? Inakupa kuinuliwa? Inakuweka sehemu gani imani yako? Utaishi kwa imani yako mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Na hiki kipindi tunataka kutembea kwenye neno. Bwana Yesu asifiwe. Tunataka kutembea kwenye neno. Haiwezekani. Hizi siku 40 ni za vita, si ndio? Tumefanya mambo mengi sana. Tumefuta, wengine wameanza kufutika. Kwenye maombi haya wengine tutashuhudia. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu mmekutana na changamoto nyingi, mambo mbalimbali huko kulingana na hivyo na hali ya hewa tulivyoichafua. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hatutaki iwe bure. Lazima tushinde na zaidi ya kushinda. Hata kama adui atakuja, sisi tunainaba imani, tunamtumikia, tunamwamini na tunamjua. Lazima tushinde. Lazima tushinde na zaidi ya kushinda. Na tutashinda namna gani? Tutashinda kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tutembee na neno. Tutashinda kwa imani. Haijalishi. Yaani haijalishi. Unajua tumechafua hali ya hewa au nyie uko vipi? Mimi binafsi nimechafua hali ya hewa. Mimi binafsi nimechafua hali ya hewa. Tutashuhudia. Lakini tunatangaza kushinda na tutashinda kwa imani. Haitakiwi watu wa Mungu tuonyeshe udhaifu kwa adui zetu. Lazima tushinde. Vita tumevitangaza. Tumeamua wenyewe kuvitangaza. Tumeamua wenyewe kuingia vitani. Lazima tushinde. Lazima tumwakilishe vema tunayemtumikia. Lazima tumwakilishe vema tuliye naye. Maana tukitetereka, haise vita tulivyovitangaza, tutaonekana tuliye naye sio mkuu. Tuna imani ya kushinda vita. Tuna imani ya kupita popote. Tuna imani ya kufanya popote. Tuna imani na kufanya lolote na likawa. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mwaka huu watumishi wa Mungu tumetangaza lazima iwe kila mtu abadilishe akilini mwake mtazamo. Tutamwaibisha Yesu wetu kwa sababu tumetangaza lazima waone matokeo. Kwenye ulimwengu wa roho na kwenye ulimwengu wa mwili lazima waone matokeo. Kwenye ulimwengu wa roho na kwenye ulimwengu wa mwili lazima waone matokeo. Haiwezekani tukamwaibisha Mungu. Tumewatangazia, tumeomba kwamba sisi hatutakuwa kama tulivyo. Kwenye ulimwengu wa mwili lazima tuinuliwe, na kwenye ulimwengu wa roho lazima tuinuke. Lazima tuinuke. Bwana Yesu asifiwe.
Yaani kwa imani lazima tuinuke. Lazima tumwakilishe Yesu wetu vema. Hauwezi ukamtangazia mtu kuwa nitakupiga, alafu anakuona wewe ndio umepigwa. Ni aibu. Bwana Yesu asiwe. Leo lazima kila mtu akabadilishe mtazamo. Yaani lazima kila mtu akabadilishe mtazamo. Ambaye alikuwa anaona huu mwaka ni mgumu, huu mwaka jamani, huu mwaka tutafanya jambo, naomba badili mtazamo. Yaani huu mwaka tunataka kumaibisha shetani. Kwa imani itakuwa. Bwana Yesu asifiwe. Mwaka huu lazima tumaibishe shetani kwa sababu tumemtangazia. Lazima na sisi tusimame sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunalo neno linalotusaidia. Tuna vitabu tunavisoma. Kwa imani kila kitu kinawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tusimame kwa imani. Sisi yote tulioomba tumeamini kuwa imekuwa. Kinachofuata ni utendaji kazi. Bwana Yesu asifiwe. Kinachofuata ni tukimaliza maombi siku 40 ni utendaji. Tunataka kuona viwango kwa viwango. Tunataka kuona. Tumeshamtangazia shetani kuwa tumechoka kupanga. Kinachofuata ni utendaji. Kwa imani sina nyumba, napokea nyumba. Mwaka huu ni wangu, lazima nijenge. Kwa imani sina mtaji. Yaani tukimaliza 40 ni mtaji. Sina kazi, ni kazi. Jamani, tumemtangazia shetani. Tumeingia vitani na shetani. Lazima kieleweke. Lazima tumwakilishe Mungu wetu vema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sio unamtangazia mtu, unaomba, alafu kesho anakuona vile vile. Haya maombi ni ya mabadiliko. Yaani kwenye ulimwengu wa roho na kwenye ulimwengu wa mwili. Tumeshawatangazia hao huko. Sasa hivi wanatuangalia itakuwaje. Hatupoi. Yaani mwaka huu ni msako. Yaani tunafanya msako rohoni, tunafanya msako mwilini. Mwaka huu ni watu kumiliki lazima. Hatutawaliwi, hatuogopi chochote. Tunatembea kifua mbele. Tunamwamini. Binafsi nina uhakika na ninayemtumikia. Watumishi wa Mungu, unajua hata leo sikujua nitasimama na neno gani. Nikakumbuka baba siku moja alisema ukisimama kutuhubiria, hubiri kitu ambacho kunacho. Ninapozungumza imani nina uhakika nayo. Mimi maisha yangu ni imani. Wangapi wananifahamu vizuri? Achana kumfahamu Adela huyu wa kawaida. Wangapi wananifahamu vizuri? Bwana Yesu asifiwe. Tunapozungumza neno imani, ninapozungumza neno imani nina uhakika nalo. Naomba niwape ushuhuda. Bwana Yesu asifiwe. Ninapozungumza neno imani nina uhakika nalo. Mimi ninaishi kwa imani. Wengine huenda mnanichukulia hivi kwamba sijui Adela vipi. Mimi ninaishi kwa imani. Na hili neno limenisaidia sana kufika hapa nilipo. Ndio maana nimesema mtu yeyote mwenye imani, mwaka huu lazima mabadiliko yafanyike. Tunapozungumza kwamba kuna muda unaweza ukapitia changamoto, hata ukipita pembamba, acha kuangalia changamoto, muangalie Mungu. Nina uthibitisho kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ninaishi kwa imani. Kuna muda nilipita. Unajua kupita? Nilipita kwa pembamba, lakini ninamshukuru Mungu. Hili neno lilinisaidia. Nilipokuwa pale kanisani Kanani, kwa mara ya kwanza naanza kuabudu pale, nilikutana na neno imani, lilinisaidia. Mimi nilikuja hapa mjini, hivyo ujue, ninapozungumza imani, nilikuja hapa mjini mimi nina shilingi 1000. Yaani sijui naanzia wapi, wala naishia wapi, sielewi. Stendi kuu ya zamani iko hapo. Nilikaa hapo stendi takriban masaa 4, sielewi kwa kuelekea.
Mimi ninaishi kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Kuna muda tunaweza tukahubiri neno usilielewe vizuri, ukafikiria kwamba hivi wanachohubiri hiki inawezekana. Hivi ni kweli? Ninayekushuhudia nimeishi kwa imani. Hata nilipofika hapa ni kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Nimepitia changamoto, lakini mpaka leo ni imani iliyonibeba. Kuna muda tuko hapa, unaweza ukajiona wewe ndio mdhaifu. Unaweza ukajiona wewe si kitu. Unaweza ukaona wewe una hela. Ndugu yangu, maisha, watu wamebebwa na maisha ya imani. Yaani leo hata kama unajiona huna chochote, huna hela, sijui una mtaji, sijui, yaani mwaka huu tulivyochafua hali ya hewa tunachafua kote. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nimekuja hapa mjini sina hata hela. 1000 umepewa nauli. Unafika mjini uelewe kwa kuelekea. Bwana Yesu asifiwe. Nimekuja hapa sielewi, yani sielewi. Yaani sielewi naanzia wapi. Haya, mtu akunishika mkono ndo dada yangu, naye dada yangu chumba kimoja na sebule na watoto wake wale. Unaenda kukaa hapo mtu mzima na wewe una familia. Ninazungumzia habari ya imani. Sizungumzii historia ya maisha yangu. Na kutia moyo wewe, yawezekana kuna mambo unapitia ukawa unahisi kwamba inawezekana vipi? Inawezekana kwa Yesu, inawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Nimekwenda kwa hiyo shilingi 1000. Aisee, mimi nazoa mchanga, ikifika ibadani mimi naoga niko kanisani, huwezi kujua. Sitazami maisha, na mtazama Mungu aliyeruhusu hayo niyapitie. Bwana Yesu asifiwe. Na teba kuni tena. Nikifika ibadani nabubujika. Nalia Mungu. Yaani sina haja kuangalia chochote. Ninachomwangalia ni Mungu. Ninataka nikutie moyo kwamba yawezekana unapitia hali fulani kiasi kwamba ukiangalia wewe ndio kama duni, hakina fulani utafikiri afadhali. Beba imani, inuka. Acha kutazama wakati ulionao sasa. Huu ni wakati wako upo. Utafurahi na Mungu. Kinachotakiwa ni imani. Bwana anapendezwa na mtu mwenye imani. Hapendezwi na mtu mwenye roho ya kusitasita. Kuna wakati tunashindwa kufika sehemu kwa sababu tumekuwa ni watu wa kutazama matatizo, wa kutazama wakati. Hatuna uhakika na Mungu, hatuna uhakika naye. Mungu inafika mahali anatuacha. Lakini inapofika mahali una matatizo, unainuka unasema wewe ni Bwana. Tunakuja hapa tunaimba pambio, unasema wewe ni Bwana. Mungu anaanza kushughulika nayo huko. Bwana Yesu asifiwe. Mtu mwenye imani unavyopitia changamoto sio sababu, yani Bwana, kuna muda hata tukikaa hivi haitakiwi jirani yako ajue umekula hujala. Bwana Yesu asifiwe. Haitakiwi ajue umekula hujala. Baba anaongezea usitie huruma ovyo ovyo. Ninawapa ushuhuda. Unajua kuna muda mtu anaweza akasema anaongea tu, sasa hivi anashiba. Ni kweli ninashiba, nina uwezo wa kubadilisha mchicha kwenda Chinese, lakini Mungu alikonitoa ni mbali. Kuna muda unakaa, unajua vitu vingine tunazungumza kama historia. Halafu jamani, njoeni niwaambie. Yaani mzazi ukiwa na imani, watoto wanafuata vile vile. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini nazungumza hicho? Mimi kipindi hicho napita, maisha yetu yalikuwa magumu. Dada yangu ya mwenyewe maisha yake magumu. Tulikuwa na watoto tu sasa, yule pale punga mkono hivi. Alikuwa ni mdogo. Tunalala njaa siku 4, ujala. Alafu sasa uliza hao watoto. Hata kwa majirani hawaendi. Wanalizika kama watalala njaa, kama watakoroga uji watalizika. Maisha sio ya kusimulia. Tunamsimulia Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Unakaa siku 4 sijala na koroga uji wa mtoto tu. Ndugu yangu, usidhani ibada nakosa. Ibada kila siku na kule ndo anaenda kumwambia Mungu. Wakisimama kuabudu, wengine hapa wanavyosimama kuabudisha watu wanalia, wanasemaga wanabubujiko wanayao. Ndo pale unaenda kusema mbele za Mwenyezi Mungu.
Unamlilia Mungu. Hata nasema dada yule ana kilo, sina kilo, wewe ujui, tulia. Ila mimi siliangalia hilo, namwangalia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Walokole wengi tumekuwa tukiangalia matatizo yetu kuliko kumwangalia Mungu. Tumekwenda, lakini ndio narudi sisimlii maisha yangu, ninakutia moyo. Yawezekana kuna mtu hapa anapitia sehemu, anapitia mahali pembamba, hana tumaini, amepoteza hata mwelekeo wake, hajui hata kesho yako ipo. Bwana Yesu asifiwe. Kesho ipo, kesho ipo. Mungu ni Mungu na amesema hivi, yani hawezi kumwacha mwenye haki. Watoto wake wakala mikate barabarani wala kuombaomba. Imani imetusaidia. Imani imetutunza. Imani imetufanya hivi tulivyo. Kwa imani unasoma imani, unaichanganya na matendo, mambo yanakuwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Leo jioni ya leo tumejifunza somo la imani. Tumetangaza siku 40. Na hizi siku 40 tunataka tumwakilishe Mungu vema. Inatakiwa tumwakilishe Mungu vema. Yaani kauli mbiu ya siku 40 ni kumwakilisha Mungu vema. Haiwezekani mlokole umekaa ukafurahi adui yako akuone unalia kila siku. Haiwezekani. Haiwezekani adui yake akakuona huna kazi. Haiwezekani. Ndani ya siku 40 tunataka kuona matokeo. Kwa imani inawezekana. Yaani lazima tutembee na imani. Mimi hapa nilipo, unaponiona, muda mwingine kila mtu yuko, lakini nimebeba imani kubwa. Yaani hata kama nitapita, lakini nina uhakika naye. Na muda mwingine lazima mtu wa Mungu uvimbe. Yaani lazima uvimbe. Yaani kwa sababu usipovimba shetani atakuonea. Yaani hata ukitembea wewe vimba, sema nina uhakika na ninayemtumikia. Mimi ninaamini kuwa vyote vimekuwa. Na vitakuwa. Tuna mipango mingi ndani ya 2015 ambao wengine wameshaanza kukata tamaa. Sisi lazima iwe. Atabaki mtu ambaye hana imani. Bwana Yesu asifiwe. Atabaki mtu ambaye hana imani. Tumeomba sana baraka. Tumeomba. Tumechukua mabilioni yetu. Tumechukua. Kinachofuata ni kuamini kuwa imekuwa na kuenda kutenda kazi. Unajua tumeomba sana. Yaani sasa hivi tuko mwishoni. Yaani mimi nilishaamini muda kuwa imekuwa. Mwaka huu ni wangu. Siwezi kuzungumza kuwa nataka nini, lakini yote niliyoyaomba lazima yawe, kwa sababu ninamwamini Mungu. Alikonitoa ni mbali, aliponifikisha na pajua. Nina uhakika naye, lazima iwe. Bwana Yesu asifiwe. Utabaki wewe kama huna imani. Mimi nina imani na Mungu wangu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nina uhakika na Mungu wangu kwa sababu shuhuda zake ni nyingi kwangu. Nimemuona Mungu. Unajua wengine wanakuja kanisani lakini hawajawahi kumuona Mungu. Mimi binafsi nimemuona Mungu sana. Yaani nimemuona Mungu. Unajua ndugu yangu, kutoka kwenye mambo fulani kufika mpaka wewe ulipofika. Ukisema hujamuona Mungu afu una uhakika naye, pole. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nakupa pole kwa sababu wote hapa naamini tumemwona Mungu. Wewe umemwona Mungu kwa namna yako na mwingine amemwona Mungu kwa namna yake. Na leo na mwaka huu tumetangaza. Unajua mwaka huu kazi hazipo. Sijui mambo. Yaani huu mwaka ni wa neema. Bwana Yesu asifiwe. Mwaka huu ni wa neema. Mwaka huu ni wa neema. Kila mtu yaani wewe kama ulikuwa unasema nilikuwa na mpango wa kujenga
say pole. Huu mwaka ndio tunataka kujenga. Ambao wao unajua tutakuwa tumekidhi. Maana yake tuliowatangazia tuko sambamba. Lakini sisi Mungu wetu ni mkubwa. Bwana Yesu asifiwe. Mimi mwenyewe lazima nifike mahali nijibadilishie mawazo kwamba Mungu ninakushukuru kwa hapa nilipo. Lakini ninataka kufanya 1 2 3 ndani. Tena mimi nasema ndani ya mwaka huu ndo nataka nimuone huu ambao mataifa wanayaona kuwa ni mgumu. Sisi tumefunga siku 40 kwa ajili ya kumuona Mungu. Iwaje tena tuwe na wasiwasi? Iwaje tena tusiwe na imani? Kwenye huu mwaka tunataka kuona matokeo. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye hizi siku 40 haiwezekani tukawa tangazia alafu akatuona sisi ni dhaifu. Haijalishi. Yaani lazima tujitie nia ndani kwamba inawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi tunapita piteje. Haijalishi mazingira yanatusemeshaje. Unajua kuna muda shetani ni mpumbavu. Tunaweza tukawa hapa tunahubiri neno. Mimi niko najifunza hapa neno. Kuna kitu nashika. Alafu shetani mpumbavu anakuja. Wewe na yule hapo anasema tu. Hivi inawezekana. Inawezekana mtumishi. Na kama uamini, utaendelea kuwaona wenzio hivyo hivyo wanakwenda mbele. Bwana Yesu asifiwe. Imani. Mwenye haki ataishi kwa imani yake mwenyewe. Soma Habakuki 4b. 2:4b. Bwana Yesu asifiwe. Sitaishi kwa imani ya mzazi wangu. Mimi pengine ningetegemea imani ya mama yangu, mimi hata sijui imani yake ikoje. Kilichonibeba ni imani yangu mwenyewe. Unajua kuna yani bado sijajua kwa nini. Kuna muda unavofika mahali unapitia changamoto, haitakiwi uwe mdhaifu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ukijiona kuna changamoto inakuja, haitakiwi uwe mdhaifu. Mimi kuna muda mkiniangalia hivi nilikuwa naonekana kama hivi huyu anachokiongea najua. Kuna mambo niliyapitia wananiambia si itakuwa, inawaambia tulieni. Ndugu zangu itakuwa nawaambia tulieni. Ninayezungumza ni mimi, tulieni. Alafu nina baraka nyingi sana mbele. Bwana Yesu asifiwe. Huko kwenye msukosuko huna hata 100, mtu anakuambia unamwambia tulia, naona baraka. Na bado nina imani kwamba baraka nilizokuwa naziona wakati nina misukosuko na watuliza kuwa tulia, naona baraka nyingi mbele. Lazima iwe. Bwana Yesu asifiwe. Lazima iwe. Unapopitia msukosuko, acha kuangalia tatizo ulilo nalo. Hebu jipe nguvu. Simama, vimba. Vimba wewe uko na Yesu, vimba. Usimpe shetani nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna muda unaweza kumpa shetani nafasi, unapitia changamoto na wewe ndio unaanza kufanya hivi. Inaongezeka hiyo. Utadharaulika kulingana na kujilegeza. Wewe vimba. Hata adui yako anakuona unavimba, anahisi kama huyu mbona kama ana changamoto huyu kama ana hela. Bwana wewe vimba. Huna hela, vimba. Tuna Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna muda tunajichoresha sisi wenyewe. Nina changamoto, ndio mtu akuangalia changamoto yangu tu unakulialia. Ninapoongea usije ukasema huyu anajidai labda ana hela. Sina hata 10 ukija kuniangalia. Nina imani na Yesu wangu. Bwana Yesu asifiwe. Unajua wengine tunapozungumza au tunavohubiri ile neno, anaanza kusema yeye anajiona sina hela. Aisee ndugu yangu, mimi ukija hata kusema ni azime 20,000 sina. Ila nina uhakika na Yesu wangu. Unajua amina. Bwana Yesu asifiwe. Unajua Yesu anatupa jeuri mjini. Kuna muda tuna maadui. Kuna mtu yuko hapa anakuangalia kwamba yani natamani hata ashindwe kesho yule. Yani yule Mungu wangu. Yani akiona ndo kazi yako haiendi, anasema yani ndo anafanya na kasherehe. Haitakiwi umpe adui nafasi. Haitakiwi umpe adui nafasi akayajua maisha yako. Tuna Yesu, lazima tuvimbe na Yesu wetu. Hatuna tukitembea wanakuwa wanatuangalia kama hapana we yule hapa. Haitakiwi tujicholeshe kwa mafuta. Tumetangaza siku 40 ni za kumwakilisha Mungu vema. Bwana Yesu asifiwe.
siku 40, kila mtu naomba akamwakilishe Mungu vema. Bwana Yesu asifiwe. Wababa mkamwakilishe Mungu vema. Wamama mkamwakilishe Mungu vema. Sio muda huu wa kwanza unajua mimi, unajua ni yani sisi tuko strong, yani tuko imara. Bwana Yesu asifiwe. Unajua bwana, yani mimi jamani, yani mwingine jamani, nivomba na maombi ya 40 yani ndo kabisa nini. Tukimaliza hapa tunaenda kwenye utendaji. Bwana Yesu asifiwe. Yani si Jumapili tunamshukuru Mungu, hapa tukitoka hapa ni utendaji. Bwana Yesu asifiwe. Tunataka kumwona Mungu. Tunataka kumthibitisha Mungu. Na inapofika mahali tunaomba kwa imani, tunainua imani kwa sababu tuna uhakika na Mungu wetu, na lazima atujibu kwa sababu amesema hivi, kama una sita hapendezi na wewe. Na wewe unayemwamini kuwa yeye yupo, anakupa thawabu. Lazima tupate thawabu zetu. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa na imani unapata thawabu. Lakini ukiwa na mashaka na roho ya Bwana we, yani katika masomo nayapenda mimi ni somo la imani. Bwana Yesu asifiwe. Mimi somo la imani nalipenda. Kwa sababu somo la imani limenitoa sehemu, limenipeleka sehemu. Somo la imani linanifanya hata adui yangu ajue maisha yangu yakoje. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu mimi nina imani tu. Yani mimi natembea kwa imani, kila ninachokifanya kwa imani, yani kila kitu kwa imani. Utajuaje maisha yangu wewe? Bwana Yesu asifiwe. Imani. Tunazungumza swala la imani. Tumetangaza vita na tukiteteleka watatunyoosha. Unajua unavyomtangazia shetani vita, alafu ukawa na imani ndogo, yani kama ulikuwa uko level hii anakushindilia kabisa mpaka unabaki chini. Bwana Yesu asifiwe. Tumemtangazia na tutaendelea kumtangazia, na sisi tutashinda na zaidi ya kushinda, kwa sababu tuna uhakika na Mungu wetu. Mwenye haki ataishi kwa imani yake mwenyewe. Mimi Adela nitaishi kwa imani yangu mwenyewe. Vile ninavyoona na kuamini ndivyo inavyokuwa, na wewe unavyoamini ndivyo inavyokuwa. Ukiamini vile kwamba hivi hapana ndio hivyo hivyo, atakayeamini kuwa Mungu anaweza yote inakuwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yani kama kulikuwa na mtu dhaifu, leo hii ni siku ya kupata nguvu. Kama kuna mtu alikuwa dhaifu, kwa sababu ameandika walio dhaifu wanapata nguvu, na tunashinda vita kwa imani. Hapa kila siku, yani tutaomba maombi 2 3 tunaingia kwenye vita. Maana yake tuna vita. Na vita vyetu tutavishinda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tunaomba mafanikio, tutaomba tunamaliza tunaingia kupigana na adui. Tutashinda kwa imani. Na hizi siku ni za matokeo makubwa kwa imani. Na huu mwaka ni wa neema na matokeo makubwa kwa imani. Yani mwenye imani mwezi wa 12 tutakapokuja kutoa shuhuda hapa, kila mtu atatoa ushuhuda kwa namna yake. Bwana Yesu asifiwe. Yani lazima